Pia na wokovu ni vitu ambavyo vinaenda pamoja, haviwezi kuachana. Tabia na wokovu ni vitu ambavyo vinaenda pamoja, haviwezi kuachana. Tutaukubali na kuamini wokovu wako kwamba umemwamini Kristo kutokana na tabia ambazo tutaanza kuziona baada ya wokovu. Hatutatambua wokovu wako kwa sababu tu ya Bwana Yesu asifiwe au kuja kanisani. Tutautambua wokovu wako kutokana na tabia utakazokuwa nazo. Wakati mwingine kanisa la leo limekuwa na shida kidogo kwa sababu ya watu ni wameokoka lakini tabia zao haziendani na kwamba wameokoka. Lakini wanajiita wameokoka na ni watu ambao wanajiita ni wafuasi wa Yesu. Nikisema wanajiita maana yake Yesu hayupo kwenye wao. Nilisema katika ibada kwamba tujifunze kufanya kazi pamoja na nani? Na Mungu. Tusifanye jambo lolote pasipo Mungu. Kila jambo tunalofanya inabidi Mungu ahusike. Mungu awe pamoja na hilo jambo tunalofanya. Hiyo jambo tunalifanya kiwe pesi na kirahisi. Hatuwezi kulifanya jambo kirahisi kama Mungu hayuko pamoja na sisi. Nikasema kufanya kazi pamoja na Mungu maana yake ni Mungu anakuwa mtendaji katika hiyo kazi unayofanya. Maana yake unapokuwa umeokoka, maana tunaamini kwamba Yesu ameingia ndani yake, maana yake roho ya Yesu iko ndani yako na wewe uko ndani yake. Kwa ukifanya biashara, maana yake ni Yesu ndiye anayekuwa anafanya pamoja na wewe. Ukiimba, maana yake ni Yesu anayekuwa anaimba pamoja na wewe. Ukihubiri, maana yake ni Yesu anayekuwa na uhubiri pamoja na wewe. Sema amen. Sasa tunapoona kwamba mtu aliye na uokovu, tunazitazama tabia zake hazina mahusiano na uokovu alionao. Maana yake tunatambua kwamba huyu mtu bado hajaokoka, kwa sababu wokovu ni tabia na upagani ni tabia, uungu ni tabia na ushetani ni tabia nazo pia. Tutamgundua mtu kwamba mtu wa shetani kwa sababu ya tabia za kishetani. Kumbe shetani ni tabia na Mungu ni tabia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati natafakari Mungu, nimekaa kwenye wimbi na kutafakari Mungu, nikawa napata message ya tabia kwamba kanisa la leo limepoteza tabia ya kanisa. Tunashindwa kuelewa kwamba huyu ni wa kanisani au huyu ni wa duniani, kwa sababu tabia zimekuwa hazieleweki. Aliye kanisani na aliye duniani wote ni wamoja. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Sema amen. Yakobo sura ya 3 mstari
mstari wa 10 mpaka 17. Yakobo sura 3 mstari wa 10 mpaka 17. Anasema katika kinywa kile kile, unaposoma uwe na akili. Yakobo sura ya 3 mstari wa 10 mpaka 17 anasema katika kinywa kile kile, katika kinywa kile kile kutoka baraka na laana, kutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo kwamba mtu huyu anayesema yeye ni muamini, amemwamini Kristo, yuko na Mungu ndani yake, tunaona kwenye kinywa chake baraka na laana pia. Tunaona mema na pia tunaona mabaya. Haya mambo hayafai. Na ndio kanisa la leo lilivyo. Kanisa la leo liko hivyo. Kinywa cha mtu yule yule utaona laana, utaona baraka. Na unasema wewe umeokoka. Sema amen. Kesho unasema huyu mpagani. Kesho unasema wewe umeokoka. Kesho huyu mpagani. Kwa kuna aina ya watu ambao wanaishi lakini hawana kielelezo. Hatuwatambui kwamba wao ni wakina nani. Na ndio maana Biblia imeeleza wazi kwamba lazima uchague uwe moto au uwe baridi. Ukiwa vuguvugu unashindwa kuelewa kwamba haiwezekani tukaona vuguvugu kinywa kimoja kikabeba baraka na kinywa hicho kikabeba laana. Hapana, mambo haya hayawezekani. Anasema je, chemchemi katika jicho moja, katika jicho moja kutoa maji matamu na maji machungu. Anaposema katika jicho moja, maana katika shimo moja. Sema amen. Katika kisima kimoja. Sema amen. Haleluya. Katika kisima kimoja inaweza kutoa maji matamu na machungu. Haleluya. Inaweza kutoa maji matamu na machungu. Sema amen. Haleluya. Hilo kundi la kwanza. Lakini kundi la pili, tunaona watu wenye tabia zinazotokana na ubinadamu. Nikisema ubinadamu, maana zinatokana na kuzaliwa katika damu na nyama kupitia wazazi wake. Kundi la pili. Lakini kundi la tatu, tunaona tabia ya shetani ambayo inatokana tabia za kimapepo. Yaani kuna watu ambao wana tabia ya shetani. Ukiwaona automatically unaona kabisa shetani huyo. Kuna watu ukiwaona kwa wazi kabisa unaona baba yake huyo hapa, mama yake huyo hapa. Baba yake na mama yake huyo hapa. Kuna watu ukiwaona wanafanya vitu kwa wazi kabisa unaona kwamba Mungu huyu hapa. Jana nilikuwa na binti mmoja aenda na rafiki yake hapa. Ni mara yake ya kwanza kukutana na mimi. Ndio ilikuwa siku yake ya kwanza. Wakati tunaagana hapa nje, akasema, akamgeukia rafiki yake. Akasema, huyu mtumishi wa Mungu huyu yuko tofauti na hekima kweli. Akamwambia rafiki yake, na kuomba unikumbushe. Sema amen. Angalau na ninaachilia fungu la 10 kwake huyu mtumishi wa Mungu. Natuma sadaka kwake. Amen. Anamwambia rafiki yake amkumbushe angalau anatuma sadaka kwangu. Kwani kuna vile ambavyo ameniona yeye. Mimi sijui nitafika namna gani mpaka pata nguvu ya kusema kwamba nataka nitume sadaka kwa huyo mchungaji nikumbushe. Jana tulikuwa tukizunguka, tunasema tulikuwa nikapita sehemu nikakuta wameshusha hivyo vitu wanaviuza. Anapoanza kuvikarabati ni vitu vipya vimevunjika tu mwegamio huko nyuma, wanakuvikarabati waviingize kwenye kuuza. Nikamwambia basi naomba mnipe mimi. Kana uza hivyo vitu wanauza na IC. Amen. Aisha ametoka kwenye majengo yao wanauza. Nikasema nipeni mimi. Sikuwa na hela. Amen. Lakini kwa imani nikasema hivi vitu
tumepata niko pale, pigie Yesu makofi. Amen. Tumepata kwa milioni 1 na laki ngapi? Ima milioni 1 na laki ngapi? Milioni 1 na laki mbili. Pigie Yesu. Milioni 1 na laki ngapi? Na laki 2,025. Tukamepata vile vile. Nikakopa. Kasema bwana nikope lakini siko simiti kama vile. Piga makofi kwa Yesu. Amina. Sijui kama yeye aliona hiyo picha akasema hivyo anajua yeye. Kama mtu anakopa hela afa na mwe kuja kanisani sio vya kwake nyumbani. Inaweza aliona hivyo. Misi. Simama. Tabia itatuonyesha wewe ni wa nani. Anza 15 hapo baba kuna saba somana. Mstari wa 15 anasema. Mstari wa 15 anasema. Hekima hiyo sio kutoka juu. Sio hekima kutoka wapi? Juu. Maana yake anaposema hekima hiyo, maana kuna hekima ya juu na ya hapa chini duniani. Maana kuna tabia ya juu na kuna tabia ya hapa duniani. Je, wewe upo kwenye tabia zipi? Kitakachotuonyesha kwamba wewe umeokoka ni pale ambapo tutaziona tabia za aliyekuokoa. Naomba tunaona vizuri. Anasema hekima hii sio ya juu mbinguni. Sio ile ishukayo kutoka. Sio ile ishukayo kutoka juu. Bali ni ya duniani. Bali ni ya duniani. Ya tabia ya kibinadamu. Ni tabia ya kibinadamu. Na shetani. Na shetani. Maana hapo palipo wivu. Maana hapo, sikiliza hapo. Anasema tabia sio ya juu, ni ya duniani. Sasa hii ya duniani anaitafsiri kwa makundi mawili. Hebu naomba tuwe makini mnaandika. Anaitafsiri kwa makundi mawili. Kundi la kwanza anaitafsiri tabia ya duniani. Ndani ya tabia duniani utaikuta tabia ya kibinadamu. Hii tabia ya kibinadamu ni tabia ya asili inayotokana kuzaliwa kwa baba na mama. Maana yake ile tabia ya Adamu wa kwanza inayoingia ndani ya mtu kupitia kuzaliwa kwake. Sawa? Ile tabia ya kidunia hii anayotafsiri hapa na nyumbua anaitoka kwenye mabana. Lakini tabia ya pili ya kidunia ni tabia ya kishetani. Amen. Anasema ni tabia ya kishetani, ambayo tabia ya kishetani ndipo naanza kuona watu wana tabia ya kimapepo. Ndio unaona ndio mwimbaji mmoja wa kidunia akipanda jukwaa anakuwa jukwaa na baki uchi hapo. Akifika tu kwenye jukwaa akianza kuimba, tabia ile ya dunia inamuingia, ambao inakuja kwenye tabia nini? Ile tabia sio mama yake wala sio baba yake. Ni tabia ya kishetani ya kimapepo. Anaanza kuruka kwa moyo wa mwanamke huyo. Anakuwa uchi wa mnyama kabisa. Na leo unaanza kuona watu wanakuwa na tabia fulani ambapo kifikiria kwenye familia yao hakuna hata mmoja na tabia kama hiyo. Ameitoa wapi? Ni tabia ya kimapepo. Amen. Imezalishwa na mapepo. Kuna tabia ambayo inazalishwa na shetani. Kuna tabia ambayo inazalishwa na Mungu. Kuna tabia ambayo inazalishwa na waliokuzaa. Amina. Sasa hizi tabia hizi za kibinadamu na hii tabia ya kishetani, hizi zote zinaitwa tabia za dunia hii, ambapo asilimia kubwa shetani anahusika asilimia zote. Ndio sisi tunakwambia kwetu sisi tuna hasira. Mimi nakwambia kwetu sisi tuna kiburi. Mimi nakwambia kwetu sisi tuna matusi. Kuna watu familia nzima matusi. Sema kuna watu wanamwangalia bibi yake na matusi, mjukuu na matusi, baba yake na matusi, mama yake na matusi, shangazi na matusi. Ni tabia ambayo anasema kwetu sisi imezalishwa na asili yake. Na kuna mtu ambaye tabia yake imezalishwa na uokovu baada ya kuokoka juu mbinguni, imemzalishia tabia. Na kuna mtu
sio yeye. Huyo ni mapepo. Sinaongea na Mungu. Sema amen. Amen. Endelea kidogo. Maana hapo palipo wivu, palipo na wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko. Ndipo palipo na machafuko. Na kila tendo baya. Na kila tendo baya. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi. Kwanza ni safi. Tena ni amani. Kwanza ni amani. Ya upole. Ya upole. Tayari kusikiliza maneno ya watu. Tayari kusikiliza maoni ya watu. Imejaa rehema. Imejaa rehema. Na nini? Na matunda mema. Na matunda mema. Lakini tabia ya duniani yenyewe imejaa kiburi, imejaa hila, imejaa chuki, imejaa machafuko, wala haina mema. Lakini tabia ya mbinguni ya watu waliokoka yenyewe imejaa amani, upole, rehema, na iko tayari kuishi na kila mmoja jinsi alivyo. Na matunda mema. Na matunda yake utakayoyaona, maana yake tabia zake utakazoziona kwa mtu wa mbinguni. Nje. Haina fitina, haina fitina, haina unafiki. Nasoma ile andiko nikakaa. Najiuliza mimi mwenyewe, inakuwaje wale watumishi au waliomwamini Kristo walio na chuki ya uzee, walio na chuki ya udini, wanaochukia watu kwa uzee wao, kwa dini yao, kwa rangi zao, inakuwaje? Nikajijibu mimi mwenyewe nikasema, hawana tabia ya mbinguni, wana tabia ya duniani. Tabia ya duniani ina ukoo. Sema amen. Kuna ukoo wa Ruben, kuna ukoo wa Yuda, kuna ukoo wa Yusufu, kuna ukoo wa Benjamini, kuna ukoo wa Lawi. Sema amen. Kuna ukoo wa Yuda. Sinaeleka vizuri. Hizi ni tabia wamelisi kutoka kwenye koo zao na kabila zao. Kwa wameingia ndani ya kanisa wakiwa bado wamekataa kuzaliwa mara ya pili, ili wazaliwe na tabia mpya ambazo zenyewe kama zinavyojieleza kwa Yakobo 3:15-17, yenyewe inasema yenyewe ni amani, ni upole, ni rehema, na matunda yake ni mema. Haiko ni matunda mabaya. Kwa tukiona matunda kwako, maana yake tabia kwako, tunagundua kwamba wewe umetoka kwenye mbegu ya aina gani au mti aina gani. Amesema iwezekani mtini ukazaa mzaituni. Haiwezekani. Ikiwezekani mzaituni ukazaa mtini. Haiwezekani mzabibu ukazaa nini? Haiwezekani. Kwa sababu utazaa sawasawa na vile mti wake ulivyo. Uwezi ukaenda kwenye mwembe utegemea kupata mbinu. Kwenye mwembe utapata embe. Kwa tutakugundua wewe kwamba wewe ni mwembe kutokana na embe itakapoota. Na embe ni nini? Embe ni tabia zile unazozionyesha kwenye maisha. Zile ndio zinatuonyesha wewe ni mtu aina gani. Zile tabia ndio zinatuonyesha kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Hata ujieleze kwamba mimi nimeokoka kabla nilikujazaliwa. Mimi nimeokoka kabla nilikujaokoka. Mimi nimeokoka kabla hujazaliwa. Kwani nakupita umri? Ni kweli umenipita umri, wewe ni mzee. Ni kweli umenipita umri, wewe ni baba. Lakini kilichoko ndani yako, kilichokosa ni mzeituni au ni nini? Hello? Amen. Tabia zitakutambulisha wewe ni mwanani. Hatutakujua wewe kwa sababu ya kujieleza. Hatutakujua wewe kwa sababu ya Bwana Yesu asifiwe. Hatutakujua wewe kwa sababu ya namna ambavyo unafanya. Tutakujua wewe kwa mfumo wako unaoenda nao, tabia zako, matokeo yako, mazungumzo yako, mienendo yako, ishi yako, namna unavyoishi na watu waliokuzunguka, kinywa chako kilivyo, namna unavyoenda kushirikiana na watu, namna unavyoenda kuishi na mtu uliye naye, namna unavyoenda ukawa ni mtu wa amani, utulivu, utu wema. Ndio utagundua kwamba wewe ni wa Yesu, kwa sababu Yesu hana tabia mbaya. Muulize mwenzako, tabia ambayo umezitoa, mwambie sio za Yesu. Simame. Simame.
usipoweza kuzizidi ndio zimeharibu kanisa la leo. Kanisa la leo zimeharibikiwa na tabia za kibinadamu ambazo za kimwili ambazo watu wakizifanya wanaona kawaida. Mbona hata mama alikuwa anafanya lakini alikuwa ananena kwa lugha? Mbona hata baba alikuwa anafanya lakini alikuwa ananena kwa lugha? Na alizikwa vizuri, alizikwa na matarumbeta na nyimbo za pambio na tenzi, lakini alikuwa na tabia hii. Kwa mimi sio mgeni kwenye hilo, na mimi naweza kufanya. Mbona ambali wae kumuona fulani anafanya? Wakanyosha wawili. Nikawaambia kanisa, nikaambia msifikiri rahisi hao wengine wanyosha mkono kwamba nyinyi ndio mmepona. Hao wanyosha mikono ni uvuvio wa roho umeingia ndani yao, tabia mpya. Maana wanahukumiwa ndani kwamba ili jambo tulilofanya halimpendezi Mungu. Kuna wengine hapa mmezidi kuzidi yule ambaye ananyosha mkono. Mmezidi lakini huyo ananyosha mkono. Maana yeye ameamua amwachie Mungu maisha yake. Anaona aibu na fedha zote azipeleke kwa Mungu. Kuna wengi ambao mmetenda hayo wala hakuna aliyewaona, mmejificha. Mimi nimechukuliwa na jambo la kawaida, tabia za kiasi, tabia za kidunia ambazo ndani yake unakuta ubinadamu na ushetani. Binadamu ambao unauona, shetani yupo. Shetani yupo. Na ndio maana katika Galatia ameorozesha matendo ya mwilini kwamba ni shahidi kwamba katika haya matendo hatuwezi kumwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakorintho wa kwanza 3. Wakorintho wa kwanza 3. Tuanzie mstari wa kwanza mpaka 23. Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Tuanzie mstari wa kwanza mpaka wa 23. Anasema lakini ndugu. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 23. Tusome. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia. Sikuweza kusema na ninyi kama watu wenye tabia za rohoni, bali kama watu wenye tabia ya mwilini. Kama na watoto wachanga. Kuna tabia za rohoni ambazo zinazalishwa na Mungu mbinguni. Amen. Au zinazalishwa na mapepo rohoni. Amen. Zote ni tabia za rohoni. Kuna watu hapa wanasumbuliwa na tabia za rohoni, hawasumbuliwi na tabia za mwilini. Ile tabia unayoiona imezalishwa na mambo ya rohoni. Wamefanya hivyo rohoni. Kuna mapepo na kuna roho wa Mungu ndiye aliyewaingilia watu waweze kuwa na tabia hizo ambazo wanaweza kuziona. Leo mimi nilisimama hapa sio kwamba nilikuwa hivi nilivyo, nilikuwa na tabia zote za mwilini. Baada ya kuokoka zikaanza kuzalishwa tabia za rohoni. Ndio maana leo niko hapa. Sio kwamba nilizaliwa tu nikazikuta, no. Baada ya kumwamini Yesu, niliwaambia Ijumaa, nikasema siku ambayo nilimpokea Yesu, nilipokea nguvu. Siku ile niliomba, nakumbuka niliomba maombi ambayo nilikotoka pale nikasema hivi, nini kwa naomba? Kwa sababu sikuwahi kuomba kama vile. Nilikuwa najua kuomba kwa utaratibu, najua kuomba kinamna ambayo nimefundishwa kwenye dhehebu langu na dini yangu. Siku ile niliposhukiwa na nguvu, niliomba maombi ambayo mimi kwa akili yangu sijawahi kuomba. Toka siku ile udunia ukaishia pale, ikaimbika tabia mpya ndani yangu mpaka leo hivi nilivyo. Namshuhudia Mungu akinitendea. Piga makofi kwa Yesu. Amina. Kwa nini? Baada ya kumwamini Kristo ameingia ndani yangu, amefanya makao. Ndiye
inamcontrol, inamwelekeza cha kufanya. Wewe unatembea ile ni roho kutunduka, ni roho kutunduka. Niwahi kufundisha miaka ya nyuma, nikasema ukikuta mtu anatembea barabarani hivi, ujue kilichoko ndani yake ndivyo kilivyo. Yaani ndivyo alivyo. Ukiona mtu anatembea ndani ndivyo alivyo. Ni kile kinachomuongoza ndicho hicho kinachomcontrol, kinachozalisha tabia kwake. Leo nakwambia tunazipiga. Ndani kuna roho inayofanya tuzipige. Ukiona kwambia siwezi kusamehe kamwe hapa marafiki wa mimi najua ni wenyewe siwezi, ujue ndani kuna hiyo roho ndio inazalisha hiyo tabia. Kila mtu unayemwona anafanya kitu kuna roho nyuma yake. Kama sio roho wa shetani basi ni roho wa Mungu. Kama sio roho wa Mungu basi ni roho wa shetani. Kwa lazima ujiulize tabia ulio nayo nani yuko ndani yako. Paulo anamwambia Korinto kwamba sizungumzi na nyinyi kama watu wenye tabia za rohoni, nazungumza na nyinyi kama watu wenye tabia za mwilini. Watoto wachanga. Kama watoto, ukizungumza na mtu mwenye tabia za mwilini, wewe unafikiri ana tabia za rohoni, utajichosha. Unaongea hivi kutafsiri ya kwake, unanena hivi kutafsiri ya kwake, unazungumza yani yeye anageuza message anavyojua yeye, kwa sababu yeye ni mtoto mchanga, hajui ni wa mwilini. Anayofanya kimwambia ni makosa, yeye anashika kuamini kama ni makosa, na mtagombana, atakuchukia kule. Kuna watu wanachukia watu kwa sababu ya kuambia ukweli. Kuna watu wanahama hili kanisa kwa sababu ya ukweli. Kuna watu wanakimbia kanisa kwa sababu hataki kuambia ukweli. Ukiwaambia kwa sababu wewe ni mtu aelewi, wacha mwambie aelewi, anaona kama unamuonea kama mtu unamfezesha. Lakini Paulo anakuambia anazungumza na nyinyi kama mtoto wadogo, tena wachanga, ndio stahili mlo nini? Hata chakula mjaka kukila. Maana nini? Maana hata neno ndani yao halipo. Hawana neno. Anasema naliwanywesha maziwa sikuwalisha chakula. Naliwanywesha maziwa sikuwalisha chakula. Kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Mimi leo nawapa chakula kwa jina la Yesu ya hai. Amina. Ifike wakati tule. Hatuwezi kuwa wachanga kila miaka yote. Haiwezekani mwaka wa kwanza ni mchanga, mwaka wa pili ni mchanga, mwaka wa tatu ni mchanga, mwaka hapana. Ifike hatua lazima ukue. Ukiwa mchanga wa kiroho unaendeshwa na kawaida ya dunia hii. Anasema Timotheo wa kwanza, anasema unakuwa chini ya uangalizi, unakuwa chini ya mawakili, wanakukontrol, wanakufundisha kufanya. Sasa hivi wewe sio mtoto, unaitwa mwana, maana ni mrithi pamoja na Yesu Kristo. Utafanya yale ambayo Yesu anayafanya kwa sababu unaishi ufalme wake. Wewe ndio ushuhuda wake hapa duniani. Wakuona na Yesu. Haiwezekani wewe mlisi ukawa nje na wewe Yesu mali yake. Inaenda. Anasema maana hata sasa ninyi watu wa tabia ya mwilini. Hata sasa ni watu wa tabia ya mwilini. Ni watu wa tabia shalom. Hata sasa ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu hamtaki kukua. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina. Kuna husuda na fitina. Je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Ikiwa kwenu kuna fitina na husuda, si watu wa tabia ya mwilini. Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo. Mimi ni wa Paulo. Na mwingine mimi ni wa Paulo. Je, ninyi si wanadamu? Ninyi si wanadamu. Basi Apolo ni nani? Apolo ni nani? Na Paulo ni nani? Kuna watu ambao asili zao ziko na Paulo, na kuna watu ambao asili zao ziko na nani? Na Apolo. Sasa hao wanaishi kwa mifumo hiyo. Na hawezi niwaambia siku nikasema kuna madhehebu mengine
Ni wahudumu ambao wanahubiria nyinyi. Mliamini. Mliamini kwa kila mtu kama Bwana alivyompa. Kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda. Apolo akatia maji. Bali mwenye kukuza ile mbegu ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Piga makofi kwa Yesu. Amina. Kuna watu mmekataa kukuzwa na Yesu ili mpate kuzaa matunda yale mazuri. Watakujenga kwa Yesu kama wanakupata wewe kirahisi. Anasemaje hapo mwanangu, soma. Mstari wa 7 anasema hivyo apandaye si kitu, wala atiaye maji si kitu, bali Mungu akuzae. Basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Kwa kadri ya neema ya Mungu. Sikiliza vizuri. Shamba la Mungu ni shamba la shetani. Jengo la shetani. Unafiki. Apotelea mbali, unasema gani injili zako na kukosesha watu. Kama Mungu kama kuniletea ataniletea tena tajia fu. Na mimi sioni ni kanisa, naona kanisa bonge la kanisa maelfu na maelfu. Amina. Apotelea mbali. Wakati mwingine natamani mimi mhubiri pokea upako. Upako upo. Na si mnapokea nani? Si mnapokea? Amen. Si mnapokea? Amen. Lakini ni jambo linakaa ndani yangu, linaishi ndani yangu. Mungu ananielekeza. Shida ya kanisa leo ni kubwa, sio shida ndogo. Kanisa limeharibika. Kanisa limekuwa shamba la shetani. Kanisa limekuwa shamba la giza. Kanisa la leo la ovyo. Leo mkataimba hapa, hauwezi kupanda mbegu moja kwenye shina moja. Isaya anasema haiwezekani. Haiwezekani. Mwindi na mtama hapo hapo. Ndio maana wengi ya mstari. Ustawi na bili mbegu ieleweke. Huwezi kupanda mparachichi na mchungu kwenye shina moja. Ama tegemea upate matunda mazuri. Wengi mnakosa matunda mazuri kwenye mambo yenu kwa sababu mna mbegu mbili. Ndio kile mnataka wanatabia ngapi? Muulize vizuri mambo wanatabia ngapi? Mbona mnatabia ngapi? Ongea. Aina mbili tofauti. Ukichanganya kwenye shamba moja, ukae ukijua kwamba faida yake itakuwa ni ndogo kama ungepanda mbegu moja kwenye shamba moja. Hiyo ni kanuni yake. Wakulima tunaosha. Wakulima. Nani amewahi kuchanganya mahindi na maharage ndani ya shamba moja? Simama tuelekeze. Ulipata mazao kwa namna gani? Koja sikusudi. Na yule ambaye alipanda shamba la mahindi na maharage ni maharage, alivuna zaidi yako. Hicho ni kilimo mseto tunaita. Kilimo mseto hakina faida. Ni kilimo cha kichanga cha utoto ambacho faida yake inakuwa ni ndogo. Tumepata watu wengi ndani ya makanisa ambao hawaoni faida ya wokovu wao kwa sababu wana tabia mbili kwa wakati huu. Wanamtumikia shetani, wanamtumikia Yesu. Kwa wanakuwa ni watu ambao wapo. Hebu sema wapo. Sema wapo. Fanya vile mikono kwa sababu wapo. Yaani mtu yupo haelewi. Haelewi kwa uchumi, haelewi anao. Haelewi hapa. Haelewi makoka, haelewi kama hajaokoka. Haelewi mcha Mungu, haelewi ni mpaka. Haelewi. Binti moja nafikiri kama takuwepo hapo.
Akasema mamangu ni kiongozi wa kanisa. Kanisa fulani. Babangu anaona. Lakini anamchukua baba, anapewa baba. Na achukua chungaji, wanamwombea baba. Achukua dawa, anasema muogesheni baba. Ni lazima muogeshe baba. Tulikuwa namuogesha baba kwa zile dawa. Alafu baadaye anachungaji nao, ni kiongozi kanisa. Anamfuata usema baba, nifanye nini? Nikamwambia mtoto wangu akasema mtoto wa kwanza. Nikamwambia kama mtoto wa kwanza kamfunue kweli kweli, kamwambia ukweli. Nani kamwambia ukweli? Ananilaki nikaka Qur'ani kidogo. Kila rana ingiaje? Sio kila rana ingia. Nikamwambia kakatae, tena kamwambia ukweli, kamwambia mama, hayo sio maisha. Unamkosea baba. Kwani baba ataishi milele? Si atakufa tu. Msogeze baba yako kwa Mungu ama amua kwa Mungu ashindakaza usiende. Kwa ganga huko. Kuna watu mko hapa. Na njia hizi. Na mbegu hizi. Kwa ganga huko. Kwa shetani huko. Kwa Mungu huko. Kama nilitembea barabarani kwa mguu kutoka nilipokuwa nakaa hapo mbele. Asubuhi nikawa alfajiri kwenye kanisa. Mama mmoja ameniona nijiviringisha vitenge kanga ameficha simu madamba kwa mganga. Niko kishana naye nasikia roho mtakatifu ananiambia ameoa kwa mganga. Ameoa kwa mganga. Kanisa ni upo na kwa mganga yupo. Tembea. Yale mkishana mimi kwa ugopa kashuka tembea alfajiri. Anakuwa kwa mganga kienyeji. Utachelewa, mwambie kwa zako utachelewa. Ukiamua kwa shamba la Mungu, kwa shamba la Mungu. Ukiamua kwa shamba la shetani, kwa shamba la shetani. Huwezi kuwa jengo la Mungu, alafu kwa jengo la shetani. Hapana. Haipo. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Hapo angalia tunaona makundi mawili. Tunaona tabia za rohoni. Paulo anasema, niliongea na nyinyi kama watu wenye tabia za si kama watu wenye tabia za roho, bali wenye tabia za mwili. Tunaona tabia za rohoni na za mwili. Tabia za rohoni zina makundi mangapi? Mawili. Kundi la kwanza tabia ya Yesu. Kundi la pili tabia ya shetani. Na tabia za mwilini ina kundi moja. Sema amen. Ina kundi ya tabia za asili. Sio kena. Ndio wamelisi tabia. Wamelisi mfumo wa maisha. Wanaishi vile ambavyo tabia zao zinazalishwa na kitovu miunganiko wa wazazi wao, na wengine tabia zao zimeungamanishwa na miungu ama mashetani. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Andika Yakobo. Pia tumefundishwa kuwa haiwezekani kinywa kimoja kutoa baraka na laana. Uwezo wa mwenyewe ukahubiri, wewe ukatoka na matusi, haiwezekani. Haiwezi mwenyewe ukahubiri, wewe mwenyewe ukawa muongo, haiwezekani. Haiwezekani ukaimba kwaya, alafu wewe mwenyewe ukawa mzinzi, haiwezekani. Haiwezekani wewe unahubiri injili, alafu mwenyewe unafungua malinda ya watu, haiwezekani. Maana yake ni nini? Maana yake wewe ni wa yule unayeonyesha tabia zake. Ngeukie mwenzako, mwambie katiza atutishiki na upako. Mwambie atutishiki na upako. Mwambie atutishiki na unabii. Mwambie atutishiki na sauti zenu nyororo. Tunatishwa na tabia zenu. Sio kama kiimba unatupa pressure au tupi pressure. Utatupa pressure kwa tabia zako. Yes. Kwa mienendo yako. Amen. Kwa namna ulivyo. Amen. Bwana asifiwe. Hata mpagani sana sana. Amen. Hata uimbe mbingu zishuke. Hata uhubiri watu walio kama tabia zako anayezalisha ndani ni pepo.
mwambie tabia yako ni gani? 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 Chemchemi moja ikatoa maji matamu na machungu, haiwezekani. Haiwezekani jicho ili likatoa machozi sababu ya chumvi na machozi matamu. Haiwezekani. Hakuna kanuni kama hiyo mbele za Mungu. Hebu sema haiwezekani. Muulize sasa mwenzako, kwa nini wewe umeweza? Una shida gani? Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza. Mstari wa 4 mpaka 7. Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 4 na kuendelea, anasema kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, ndugu mliopenda, manake mliokolewa na Mungu, twajua uteule wenu. Tunajua kwamba vile Mungu alivyowaita, ya kwamba injili yetu, ya kwamba injili ya kina Eric haikuwafikia katika maneno tu, haikuja kwenu katika maneno tu, bali katika nguvu, na katika Roho Mtakatifu na udhibitifu. Andika, unaandika injili atakao kuhubiria mtu, lazima ndani yake uone vitu kadha ambavyo tunaweza kuvieleza sasa. Cha kwanza uone uweza. Cha pili uone nguvu katika injili yake. Cha tatu umuone Roho Mtakatifu akiwa ndo sababu ya ule uweza na ile nguvu unaiona ndani ya mtu. Na udhibitifu. Sikiza vizuri. Uweza, nguvu, lazima utafute kuona nani anayetoa uwezo, nani anayetoa nguvu. Katika hao anaotoa nguvu, wewe uliyemwamini lazima muone Roho Mtakatifu pekee. Hana mawa, hana chuki, hana kuvunjika moyo, hana wakati nimekata tamaa kazi ya leo, nimevunjika moyo, wewe mchawi. Wachawi leo kuvunjika moyo, unakazana kukoroga mpaka nyoka. Wakija kanisani kukoroga utakuta bado na kukoroga na kesho. Kama marafiki wanaloga, walifanya naomba kumbe na loga, walifanya nafanyaje kumbe na loga, wanachukua na udongo, wanachukua na mchanga, hawakati tamaa. Wewe unakuwa hata maki rais unatatiza. Wachawi leo habari ni mnada kuangusha. Alafu rais anataka kwa sababu gani? Kwa sababu hauna roho uwezeshi ndani yako. Na nataka leo pokea roho kuwezesha kwa jina la Yesu. Amina. Pokea roho Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Ili kufanya wewe kuwa kielelezo. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 anasema basi mwanadamu wa tabia ya asili, hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Nisikie vizuri. Ukitaka uone injili ni ngumu, kanisani jaza watu wenye tabia za asili. Utanuka kichaa kabla wakati. Ninaambiwa nani? Kanisani ukijaza watu wa tabia ya asili, utaikana imani. Utafika hapo utatoa jasho mpaka na damu. Watu wenye tabia za asili, watu wenye tabia za asili hawaelewani. Watu wenye tabia za asili hawashukani. Watu wenye tabia za asili hawanyekeani. Watu wenye tabia za asili hawajui kushuka. Ni watu waelewa, ni watu wajuzi, ni watu wenye ubunifu, ni watu ambao ukimwambia Mathayo amesema na kwamba hata Yohana nilikuta Biblia meza, mtaniambia mimi. Ukitaka kupata shida kuhubiria wahubiria watu wenye tabia za, yani anaishi kwa maisha ya rohoni kuasi. Yani
Utamwambia nini? Yeye ndio amezaliwa na Biblia mezani. Utamwambia hata ukirudia kwambia hiyo niliwahi kuona Moses Kora kile. Hiyo ya Moses Kora. Hata ukiona kwamba wow. Alikuwa jamaa mmoja kababu. Alikuwa yuko vizuri mganda huyo. Alikuwa akihubiri. Anajitahidi tumisha anajitahidi. Na nimekuona anajitahidi. Kiburi kwa. Nyosha mkono kwa juu sema nakataa. Nakataa pia za asili. Pia za sema nakataa. Nakataa sema nakataa. Nakataa sema nakataa. Nakataa sema ni yako. Nakataa. Ongeza tena. Nakataa. Piga kelele. Nakataa. Ongeza bidii. Piga kelele. Nakataa. Sasa wewe. Sasa wewe. Nakayo tena. Nakayo tena. Nakayo tena. Wanadamu wa tabia ya asili hawayapokei mambo ya roho. Hawayapokei mambo ya roho. Mungu ni ngumu. Maana kwake ni upuuzi. Maana kwao ni upuuzi. Wala hawezi kufahamu. Wala hawezi kuyafahamu. Kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya roho. Lakini mtu wa roho huyatambua yote. Wala yeye hatambuliwi. Angalia kundi hili kwenye Wakorintho wa kwanza 2:14. Tunaona tabia za asili na tunaona tabia za roho. Kule kwa Yakobo tunaziona za asili kwa binadamu. Amen. Tunaziona za mbinguni na tunaziona za duniani. Tukaja baadaye tukazigawa kwenye makundi mangapi? Kwamba hizi tabia ni za kiungu, hizi tabia ni za kishetani. Na hizi tabia za kishetani tukapata makundi mangapi? Mawili. Tukapata makundi tabia za kimapepo na tabia za kimwili. Sababu kuna mtu mwingine ukishinda ni pepo plus pepo akianza kutokana matusi kwa unachanganyika. Hayo lecho. Baba no. Jaje fanya pale kazi sio akili. Sio akili wala sio fahamu wala sio maarifa. Najifanya kazi pale sio miemko tu ya siasa. Najifanya kazi pale ni shetani umemuingia. Ni ushenzi. Hapo mtu anashangilia ndio unajichafua, unaingia kwenye kosa pamoja na yeye. Hata kama anayoongea ni ukweli, yanafutwa yote. Yeye anabeba uongo wa mashabiki. Na ukweli ni mashabiki. Shabiki tu puzi. Yale maneno anayoongea sio binadamu wala sio mbinguni, bali ni ushetani. Ndio mtu mwenye akili timamu huwezi kuwasilisha mada kwa namna hii, kwa picha hii. Hata kama mtu ana makosa huwezi. Mimi mwenyewe ni baba yenu hapa, hata nikosea siwezi kuwasilisha message kwa namna hii. Siwezi.